Bwana Yesu asifiwe sana. Tembea kumfurahisha Bwana. Mbele za wanadamu wewe onekana hata ni kitu ambacho hakifai. Unajua kuna wengine ambao wanaona dunia ni yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Dunia wanaona ukweli kabisa dunia ni yao. Yaani akitembea vizuri yeye ni wa dunia. Anakaa dunia, anakaa staili zote za dunia. Lakini na wewe ukae katika staili za kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe na wewe tembea ujulikane wewe ni mtu wa kiroho. Chochote kinachoinuka kinyume nawe, Mungu akutetee. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akupiganie, Mungu akusaidie katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kama ni matajiri, kuna matajiri wa ulimwengu huu. Tukianzia na kiongozi wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hizi utamwambia nini? Maana atakisimama tu mbele aseme ya kwamba kitu fulani lazima nikipata atakipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu wako kwa hiyo power ya giza na ni ya dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yeye ana mamlaka. He has the authority. Lakini sisi tunamtegemea baba yetu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikiwa yeye ana hizo nguvu za kidunia, baba yetu wa mbinguni naye halali anaangalia, anatazama. Bwana Yesu asifiwe sana. Anatazama ni watu ngapi wangu ambao umetesa, ambao hakika umewanyanyasa katika taifa langu. Naye lazima atajilipizia kisasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wewe muite Bwana. Wewe ni tosha. Wewe ni mtoto wa kifalme. Wewe ni mtoto wa mfalme ambaye hana kipimo chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ni mtoto hakika wa mfinyanzi ambaye hakika hatetemeshwi na chochote. Yeye ndiye muumbaji wa vyote. Hata wafalme tunao wataja hawa waliumbwa na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Na bado siku za mwisho watakutana na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Iwapo waliyatenda mazuri, lazima watajibu. Iwapo walitenda mambo maovu, ni lazima watapiga magoti mbele zake na watakiri ni kwamba tulifanya, ndiposa uamuzi wao katika hukumu yao ukaweze kutendeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nashukuru Mungu maana hiyo hukumu si ya kuhonga pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana hii ya dunia, hata kama hii bunge yetu hizi wanapitisha hizi bills. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanapewa pesa, tunaitanga aje marupurupu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yanapita chini yao. Ndipo sasa mkienda pale kuvote, hata wewe kama hutaki utapiga yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu gani? Hutaki kujua mtu huyu wa chini anateseka kiwango gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unataka ku make sure tumbo lako limeshiba. Lakini tumeambiwa siku ya mwisho hivyo vyote vitaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Vitaisha, lakini heri mtu anayetembea katika mwanga wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Heri mtu anayetembea katika njia za Bwana. Huyo mtu ana ufahamu tosha. Anajua ni wapi ambapo nimekosea na anamrudia mfinyanzi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule ambaye anafinya kila kitu, kiburi anaondoa, kila kitu anaondoa ambacho ni kinyume na mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is our time to listen to the voice of God. Wherever we go, whatever we do, let us listen to the voice of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kazini mwetu, katika hatua zetu, katika mipango tunayopanga, let us involve our God. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapomshirikisha Bwana, hatutalia kama, hatutajutia. Na kuwa mwepesi sana unapopanga kitu, ulizia Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata usiniulizie mimi ama usiulizie mtumishi wa Mungu kwanza. Ulizia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapotaka kufanya maamuzi yako, kama sasa kesho hii tuseme ndugu yangu, nataka kwenda kununua gari na utanunua. Bwana Yesu asifiwe sana. Enda mbele za Mungu, ulizia Mungu. Baba, hii kitu ninapotaka kukipokea kina faida gani kwangu? Bwana Yesu asifiwe sana. Ama kitanifaidi katika njia gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Naye Mungu lazima atakupa jibu. Lazima atakupatia jibu. Bwana Yesu asifiwe sana. And I'm very much sure ukitaka kufanya kitu, kabla ukifanye physically, ulimwengu wa roho huwa umeonyeshwa. Lazima kionekane. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla ufanye kiwanga kinaonyeshwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama huoni basi omba sana naye Mungu atakuonyesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndipo tunaambiwa kwamba kabla vionekane kwa macho yetu ya kawaida haya, uwanga vimetengenezwa tayari katika ulimwengu wa roho. Ndipo tunakuja kuvipokea vimetimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ulipangiwa kufaulu katika maishani mwako, kule yamefanyika. Ni muda mchache sana unangojea. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana mimi na imani hapa kuna wabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa kuna watu wa nguvu. Hapa kuna tu mtu, kuna wakati utafika ukijitokeza hivi hapa mahali kila kitu kinabadilishwa. Na ni kwa sababu yako wewe. Mimi sijui ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unapomwamini Mungu, Mungu lazima atayatenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na atayatimiza iwapo umejitolea katika kumuita kwa ulimwengu, katika roho na katika kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tukianza kujichanganya wapendwa, hakuna kitu kitafanyika. Hakuna kitu kitafanyika. Leo niko hapa, kesho nafanya vitu zingine ambazo hazifai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama umejulikana, umeokoka,
julikana umeokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana wewe ni tosha. Maana hata mimi naona hapa nimetosheka. Bwana Yesu asifiwe sana. Shughuli mingi ni za nini? Mambo mengi ni ya nini? Unajishughulisha na vitu vya kidunia. Mara huku unaanza kudhalilishwa na watu wa kidunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Achana na wa dunia. Kama ni Mungu kuwaokoa, awaokoe kupitia kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mara nyingi sisi tuko mahali tunafanya na watu wenye hawamjui Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Especially huwa naona mahali wewe ukiwa unamjua Mungu, ukiingiana tu hivi na watu ambao hawamwamini Mungu, hamtawahi pelekana. Hakuna siku mtapelekana njia moja. Lazima kutakuwa na pingamizi. Lazima ukatae ukubali. Na kama nyinyi mnapelekana, basi jiangalie wewe mwenyewe. Hatua zako ni gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Maana hata ukianzisha tu kitu mtu atakupinga vibaya sana. Maana anajua ukweli unao, lakini hataki akupatie hiyo nafasi ukaweze kumwambia ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hivyo ndivyo tumeitwa. Na hivyo ndivyo neno linasema kwamba wale wa Bwana lazima tutachukiwa na dunia. Ni lazima. Maana wenye dunia ni kwa muda tu. Ni kwa muda tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kama kuna wale ambao wangeishi milele, wapo walio tutangulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Viongozi wazito wenye wako na hii Kenya, hata ukitembea shamba lake huwezi maliza kwa miguu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana unakuta mtu hata siku anazikwa kama hapa, na shamba lote huko ni msitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiyo ni faida gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Si heri ukamkiri Yesu. Heri ukamwamini ya kwamba Yesu, wewe ndiye msaada wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na atakuokoa, atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapomwita Bwana, atapanua mipaka yetu. Tunapomwita Bwana, atapanua pande zote ambazo tunaelekea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye mahitaji, kwenye ulimwengu wa roho, ndani ya watoto wetu, ndani ya wake zetu, ndani ya waume zetu, lazima Mungu atafanya kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tumtegemee Bwana. Tumtegemee Yesu, maana anaweza. Tumtegemee mfalme wa falme, maana bila yeye hatuwezi lolote. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuelewe neno la Bwana. Tukatembee katika sheria za Bwana. Tukaache dhambi, tukatubu na kuungama, tukamtafute Yesu, maana anaweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana nashukuru Mungu, maana yeye ndiye muweza wa yote. Yeye ndiye msaada wetu wa karibu. Yeye ndiye nguvu zetu. Yeye ndiye hakika ulinzi tosha wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unaweza ona ya kwamba kutoka kwako asubuhi kwa nyumba yako, unaenda katika sehemu zako za kazi ama shughuli zako, unarejea ukiwa mzima, unaona ya kwamba ni jambo la kawaida. Si kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana mambo hufanyika. Na mambo haya yanafanyika kwa sababu gani? Shetani amejitukuza kwa sababu gani? Imani yetu imerudi chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tukiruhusu Roho wa Bwana atutawale, hatutapatana na shetani hata kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Akikukaribia anaona ni moto, akikusongelea anaona wewe si mtu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ni wakati wewe na mimi tukanyenyekee mbele za Bwana, tukamje Bwana, tukasimame naye, na hakika vita ambavyo vinainuka juu yetu atatupigania. Bwana Yesu asifiwe sana. Atatutetea katika mambo yote, atatushindia katika mambo yote, katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana namalizia, tukaangalie katika Psalms 139. Psalms 139 na itakuwa vizuri. Maana namalizia, naye Bwana atainuliwa, atatukuzwa na itakuwa vizuri katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukatembee katika njia za Bwana. Langu tu ni himizo tu ya kwamba tukatembee katika njia za Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapotembea katika njia za Bwana, Mungu wetu atasimama pamoja nasi. Tuanzie tu penye nasema ya kwamba Bwana, umenichunguza na kunijua. Wewe wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu. Umelifahamu wazo langu tokea mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka kutoka kwetu na hata kuingia kwetu, Bwana anakufahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapotoka, kuna wakati mwingine mama ama mzee ama kijana, unatoka unaingia umechoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ushawahi jiuliza, ukilala ukiamka kesho yake unasikia mwili uko sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila kiungo kiko sawa. Unarudi mahali ulitoka ukiwa na nguvu fresh. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ujiulize, yule anayekupigania ni nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kama tuseme ni gari ama ni baisikeli imeharibika, haiwezi tena kuamkia kesho yake iendeshwe tu kama kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ipelekwe kwa fundi. Lakini sisi tunaamka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili naye Mungu akaweze kuinuliwa ndani mwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatutachoka kamwe. Mungu wetu anajua viwango vyetu, anajua mahitaji ya mioyo yetu, anajua maombi yetu, anayajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini tuwe na wasiwasi? Kwa nini tukae ni kana kwamba hatujielewi?
Kwa nini tukae nikana kwamba hatuna vision, hatuna chochote mbele zetu? Na ili hali Baba yetu wa mbinguni anajua vile tunaingia, anajua sasa mama yangu ameingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Anajua sasa ndugu fulani ameingia, amechoka, ametoka kazini. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua mara mingi huenda pengine mke wangu asinielewe kama nimechoka ama sijachoka, lakini Mungu anajua. Huenda mume wako asikuelewe kama umechoka ama hujachoka, lakini Mungu tayari anajua vile unahisi mpaka ndani ya mishipa ya damu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo lazima akutetee na akupiganie ili kesho yake uamke ukiwa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Vita vipo, lakini tunapomtumainia Bwana lazima njia zetu ataziosha, atazisafisha, atatuandaa kwa sababu ya ushindi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. So let us prepare our ways before the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusiende kinyume na mapenzi ya Bwana. Tusifanye mambo ambayo yatamkasirisha Roho wa Mungu. Hapana. Lakini wewe ukijichanganya ni hatari. Wewe ukitembea katika njia za Bwana ni hatari. Bwana kinyume na njia za Bwana ni hatari. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana njia ya Bwana inahitaji watu wanyofu katika mioyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiamua ni left, ni left, ni right, right. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tumuite Bwana. Atasimama pamoja nasi. Maana katika hatua zetu zote anazijua na njia zetu zote anazijua. Bwana Yesu asifiwe sana. 3 inasema kwamba umepepeta kwenda kwangu na kulala kwangu. Umeelewa na njia zangu zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anaelewa kila kitu kwetu. Hakuna kitu Mungu hajui. Hata kabla niende kwa magoti nianze kuomba, Mungu alijua ninahitaji gani ama unahitaji gani. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why lazima tukajifunze sisi wenyewe kumuita Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikuwe nikipata pengine kitu kidogo tunakimbilia mama yangu pale. Mama yangu niombe, naenda hapo napiga magoti. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukisoma neno tutaelewa. Anayetuelewa zaidi ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hata nikija kwa mama yangu aniombe mahali hapa, tayari najua Mungu amefanya na kupitia kwake atanisidishia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tuwe wepesi sana wa kumjua Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuwe wepesi sana ya kwamba jambo fulani limefanyika. Jua neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Soma maandiko, enda kwa magoti, muite Bwana. Itakuwa ni njia nzuri ya kushinda vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana tunaposimama na Bwana tutashinda, lazima tutashinda. Maana hakuna jambo Mungu asilolijua. Haya yote watu wanatenda ya gizani yenye mwanga, kuna siku itafika yote yatawekwa wazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yatawekwa wazi, hakuna jambo litafichika, hakuna. Maana tunafanya vitu gizani tukidhani ya kwamba hatuonekane. A day is coming. Huenda mimi ndugu yangu Samuel ukanificha ama nikakuficha mambo yangu, lakini hiyo siku ikifika sitafichwa lolote ama halitafichika lolote. Lazima yote yataanikwa. Bwana Yesu asifiwe sana. So whatever we do, let us do it kumfurahisha Bwana. Tusifanye hakika kuifurahisha dunia. Hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusifanye vitu ili dunia itujue. Hapana. Fanya mambo ili ulimwengu wa roho utambue kwamba nina mtumishi wangu mahali akinena jambo fulani, nina matumaini linafanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndiposa tunapata kwa washindi kila wakati. Maana nyakati mingi watumishi wa Mungu hupitia changamoto. Wawe ni waombezi, wawe ni wachungaji, wawe ni nani mali hapa, wanapitia changamoto. Lakini hatusemi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamuelezea Bwana mwenye nguvu, mwenye uweza, ambaye anatusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo ndugu yangu Njoroge unasapigana nayo, lakini utawahi niambia ama utawahi niambia mtu. Unaambia Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na lazima atatenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu gani? Imani ulionayo. Unamuita, lazima atatenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana huwa yapo. Unaweza kaa hivi ukute kuna changamoto inatokea tu from nowhere. Sasa uone hii sasa ndugu yangu nitaenda namna gani? Na kama hatuna ufunuo wowote wa kumuita Bwana, itakuwa ni ngumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Itakuwa ni vigumu sana. Na ndipo unakuta kwamba mteule wa Mungu popote alipo, jambo likitokea huwa anatulia kwanza. Akaenda akatafakari. Akaulizie Bwana, mbona hili limetokea? Bwana Yesu asifiwe sana. Mbona hili jambo limetokea? Na lina sababu gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo ndiye mtu anajua msimamo wake ni upi. Na hapo ukatai ukubali, lazima jibu litatokea na ushindi utapatikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kusikia tu kitu kidogo, sijui nini, hatuendi na neno, hatuambatani na mafundisho ya Bwana, tutakuwa hatuendi popote. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiri Yesu, tumtafute Yesu, tumtambue Yesu. Tumfanye yeye kuwa ndiye kinga letu kila wakati. Tumfanye yeye kuwa ndiye msaada wetu kila wakati, maana atatuelekeza mahali ambapo ni pazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema kwamba maana hamna neno
ulimini mwangu usilolijua kabisa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya maneno yote tunaongea, sijui siku moja mtu anaongea maneno 1000 ngapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hakuna neno ambalo Mungu hajui. Hakuna neno ambalo Mungu hajui. Zuri baya, God knows. Bwana Yesu asifiwe sana. He knows everything about us. He knows everything about our utterances. Kwa chochote tunacho kinena, tunacho yani kutafakari tu tayari ameona. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaona. Sasa tutajificha wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Iwapo katika maneno yetu anaona, katika kuondoka kwetu anatuona, kuingia kwetu anatuona. Yeye ni kioo kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ni wakati tukajipe nafasi nzuri ya kumtafuta. Kama yeye ni kioo, naye basi akaingie mioyoni mwetu, akatusafishe, akatuongoze, akatuokoe na akatuepushe na dhambi na kila uasi wote wa ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tutakuwa watu wa baraka, tutakuwa watu wa uzima katika ndani ya mili yetu, katika ndani ya wokovu wetu, naye Bwana atainuliwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema ya kwamba umenizingira nyuma na mbele, ukaniwekea mkono wako. Bwana Yesu asifiwe sana. So if you are being protected by God, why should you worry? Mbona ukae ukiwa mtu muoga na hofu ndani mwako? Bwana Yesu asifiwe sana. Maana unajua tu kutoka kwako na kuingia kwako tayari umezungukwa na ukuta wa moto, umezungukwa na Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Umelindwa na Mungu mwenyewe. Kwa nini ukuwe na wasiwasi ndugu yangu? Kwa nini ukae kana kwamba ni mtu huwezi ukajiamini, huwezi ukaona ya kwamba Mungu hafanyi? Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unakaa tu na wasiwasi na unajua kuna mtetezi anafanya. Ukimuita katika haki na ukweli, lazima atatenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Anatenda na yeye sio kubahatisha, anafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana wengi Mungu amefanya. Kuna mtu akikusimulia habari yake katika maisha yake ya wokovu, vile alianzia na vile amefika, huwezi ukaamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Akikuhesabia changamoto zote vile amezipitia, hauwezi ukaamini. Lakini sasa mahali alipo, hata ukimwangalia unamuogopa. Unasema kwamba sasa hata huyu siwezi mkaribia. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ni nguvu za Bwana ndani mwake ambazo zinampigania na ambazo zinamtetea akapokea vyote ambavyo alivyoahidiwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Alimngoja Bwana, naye Bwana wakati wake ulipofika alitimiza agano lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akatenda yaliyo mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Inasema kwamba niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi niukimbie uso wako? Bwana Yesu asifiwe sana. Inasema kwamba niende wapi nimkimbie roho wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama tuko mahali hapa, unaweza mkimbia roho wa Bwana na anakumulika kila mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Utamkimbia aje? Maana ukiwa kwa nyumba yako anakuona, ukiwa wapi anakuona. Whatever you do, the Holy Spirit of God will see you. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakuona, anaona kile unafanya. Sasa tutakimbilia wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Na mbona ukimbie? Bwana Yesu asifiwe sana. Mbona ufanye dhambi ukijua kwamba roho wa Bwana yupo? Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua napenda mahali ambapo tunaabudia Bwana. Hapa hakuna kufichwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaambiwa ukweli. Kama uko sawa, utaambiwa kaa sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na utaiacha. Lakini kama huwezi iacha, ina madhara yake. Bwana Yesu asifiwe sana. So whatever you do, it has its own repercussion. Lazima utapokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Matokeo yake yapo. Zuri baya, matokeo yapo. Hata tukifanya tukidhani ya kwamba hatujaonekana, pengine mtumishi wa Mungu hajaniona, ama mtu yoyote mtumishi wa Mungu mahali hapa hajaniona, tayari Mungu ameniona. Bwana Yesu asifiwe sana. Unless niende nikatubu kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sitasamehewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ni sisi kwetu tukasimame, tukamjue Bwana wa mabwana. Yala anatuwazia ni mambo mazuri. Kama yeye yuko kila mahali, kama yeye hakika anatuzunguka mbele na nyuma, tukiondoka yuko na sisi, kwa nini Mungu akuzunguke na wewe unaingia katika usharati? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini Mungu akuzunguke mbele na nyuma, wewe unaingia kwenye fitina, wewe unaingia katika uzushi na kuharibu mambo ambayo yafai, na umezungukwa na Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atakuepa, na akikuepa hatari iko mbele yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kaa sawa sawa na mapenzi ya Bwana. Kaa sawa sawa na njia za Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukikaa sawa sawa na njia za Bwana, baraka zake zinakungoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima utazipokea. Ukatai ukubali, zipo. Bwana Yesu asifiwe sana.
Haijalishi zitachukua muda gani, lakini wakati zitatimia, ndugu yangu, hata utashangaa. Maana wakati utakuwa umeondoa huko mawazo yako, sasa uko katika hatua zingine, ndipo sasa zinalipuka, ndio hizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe ni kuingia ndani mwake, unaanza kufurahia ukidhani ya kwamba pengine yalikuwa yameisha, lakini ndio yameanza. Bwana Yesu asifiwe sana. So amini neno la Bwana. Tembea katika neno la Bwana. Tembea katika habari njema ya ufalme wa Mungu, ukajulikane wewe ni nani katika njia za Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi wanafurahia neno moja, maana ukitembea katika njia za Bwana utajulikana, hata kama utajitangaza utajulikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu gani? Vitu ambavyo watu wa kidunia wanafanya, wewe hautaonekana mahali pale, hautahesabikia mahali pale, utakuwa tofauti sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapo hapo utaanza kusoma, huyu mtu si wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mtu ni wa upande mwingine, na upande wako ni upande wa baba yetu ambaye ni wa mbinguni, upande wa Yesu Kristo. Tunasimama kulitetea jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hilo ndio jina lenye nguvu na uweza. Maana namalizia, inasema kwamba niende wapi? Ni ukimbie uso wako, uso wa Bwana. Sijui unaweza kimbia wapi ujifiche uso wa Bwana. Maana huu mchanga tunaokanyaga tayari anaona mpaka chini, ambapo mimi ninakanyaga tu juu, lakini ameona mpaka chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Anajua hapa chini pengine kuna dhahabu na sisi hatuoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaona. Lakini anasema tutakimbilia wapi ili tukajifiche uso wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya, sikiliza hapa. Huko nako inasema ya kwamba ningezitwaa mbawa za asubuhi na kukaa pande za mwisho za bahari. Samani, acha tuingie mstari wa 8. Inasema kwamba kama ningepanda mbinguni, wewe uko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama tungepaa mbinguni, Mungu yuko. Can you imagine? Kama sasa hivi tukienda mbinguni, baba yetu yupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ningefanya kuzimu kitanda changu, bado Mungu yuko. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya, inasema kwamba ningezitoa mbawa za asubuhi na kukaa pande za mwisho za habari. Huko nako mkono wako utaniongoza, na mkono wako wa kuume utanishika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama nikisema hakika giza litanifunika na nuru inizungukayo ingekuwa usiku. Giza nalo halikufichi kitu, bali usiku huangaza kama mchana. Giza na mwanga kwako ni sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kwa Mungu wetu hata ukimbie wapi, bado yuko pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa Mungu wetu hakuna giza. Hapa tunaona ya kwamba usiku umefika. Sasa mtu anaweza fanya sarakasi zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ni kitu saa 2 usiku, giza limeingia, mtu haonekani na jirani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaweza toka afanye kitu ambacho ni kiovu kwa dakika moja tu. Yaani wao wanasema ya kwamba ameondoka tu katika uwepo wa Mungu kidogo tu, alafu atarudi. Wewe unadhani utarudi usamehewe kama utatubu na kukiri na kuungama? Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani anachomoka tu kidogo, anatenda dhambi, anarudi akidhani ya kwamba bado Mungu atasimama naye. Hayupo. Unless ukamlilia Bwana na ukome kutenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hautasamehewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu wetu yuko kila mahali. Mungu wetu anatazama hatua zetu zote. Tukienda mbinguni yuko. Tukienda wapi, mkono wake kuzimu, hata tufanye vitanda vyetu vya kulala, bado ako pale pale anatazama. Maana hivi vyote ni kazi ya mikono yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wailinganishwa na chochote. Mikono ya Mungu ndiyo imefanya haya yote. Hata mara nyingi wanashangaa mtu akijiinua katika dunia hii, anaona ya kwamba ni kana kwamba anaweza. Na yule aliyemuumba sasa na yeye anatafakari nini kuhusu huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana amempa tu pumzi, amempa tu hiyo neema tu ya kutembea. Yaani akisema kesho hii wewe utakaa hapo chini miaka yote atakaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya kiburi cha mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Nebukadneza alikuwa mfalme mkubwa sana. Alikuwa mkubwa, ambaye hata wafalme wengine hapa duniani hawafikii. Lakini bado Mungu alimfanya akala nyasi miaka 7. Bwana Yesu asifiwe sana. Na alikuwa mfalme. Sasa sisi ni nani mbele za Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanadamu akiambia acha dhambi, anaona ni mzaa, anaona ni mchezo tunacheza. Si mchezo. Watumishi wa Mungu wakisimama mahali hapa wakikwambia fuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kesho yako ndio itakayo dhihirisha wewe ni mtu wa namna gani. Kesho yako itakuwa ni kesho ya baraka ama itakuwa ni kesho ya vilio. Bwana Yesu asifiwe sana.
Unapoketi katika chumba chako unatafakari nini? What do you do? Unapokaa wewe peke yako, mawazo yako yanakuelekeza wapi? Nini hicho unakifanya ambacho hakimfurahishi Mungu? Wacha mimi, maana siko hata huenda mimi sijui mahali unakaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tumeambia kwamba chochote unachokifanya Mungu anaona. Anasema kwamba wewe endelea, uingie mahali hapo ukaje ukijifanya unakuja kuniabudu na uniabudu. Tayari umekosea. Bwana Yesu asifiwe sana. Umekosea mbele za Bwana. Ukirudi kule unafanya kidogo, unarudi katika uwepo wa Bwana. Hapo Mungu hayupo, atakuwa alikutoka kitambo. Yahitaji ukakombolewe tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukamkiri Yesu Kristo, ukamwabudu yeye, na ukasimama ukatubu dhambi zote ambazo umetenda. Naye Bwana atasimama pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana katika maisha tuliyomo sasa ni hatari sana. Kesho yetu ina Mungu mwenyewe. Hii kesho tunayoiona ya kwamba itafika ina Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. You never know what will happen, but our God knows. Alijua hata kabla tujue ya kwamba kesho itafika. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is our time to continue preparing ourselves to come closer and closer to our Father in heaven. Bwana Yesu asifiwe sana. Because time is not on our side. Time is not actually in our favorable condition. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ni kuisha, inaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukamtafute Yesu, tukamtambue Yesu, tukamtafute huyu Yesu, tukamkiri ya kwamba haya yote tunayoyafanya Baba yetu yupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anatazama njia zetu. Anakuona ndugu yangu ya kwamba haya yote unayoyafanya si mapenzi yangu. Enenda kwa magoti ukatubu na ukaungame. Ndipo unaona ya kwamba Roho wa Mungu wakati mwingine anasimama hapa, analia kwa uchungu, anaugua kwa uchungu, akiambia watu watubu waungame. Kwa sababu gani? Huenda kuna mmoja miongoni mwetu, si wote, ambaye ametenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini Roho wa Mungu huwa habagui, ataenda kwa wote. Maana huyo mmoja ambaye ameingia mahali pale tayari ameharibu mahali pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akiharibu basi kanisa la Bwana tayari litakuwa limechafuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na inafaa ukiingia katika nyumba ya Bwana, jielewe unaingia kufanya nini. Umeingia katika mzaa ama umeingia katika kumwabudu Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tunapoingia mahali, Roho wa Mungu akisimama aseme ya kwamba leo hatutahubiri, leo hata tunaweza imba tu na tuende nyumbani, tutaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Akisimama aseme hata leo nisisikie sauti ya mtu akiimba ama akihubiri, hivyo ndivyo itakuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu gani? Anataka kitu fulani kifanyike. Na ndipo sasa unaona mara nyingi mahali hapa, nashukuru mtumishi wa Mungu, maana kuna mara unaweza kuta ya kwamba unaona ya kwamba nakumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkianza tu kitu fulani, Roho wa Mungu bado atalipuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima hiyo laini ambayo ilisalia ikakamilishwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu gani? Kuna kitu ambacho Mungu anatuandaa. Kuna vitu ambavyo lazima tukatembee katika njia za Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiondoka mahali hapa siku kama hii, tuwe wote tumekamilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ombi langu kwa mama yangu, ombi langu kwa ndugu yangu, anza kuandaa moyo wako, anza kutakasika, anza kuoshwa kwa damu ya Yesu Kristo. Chochote unachokifanya, alika tu Roho Mtakatifu wa Mungu ya kwamba sitatenda kinyume na wewe Baba, nitatenda kwa ajili ya utukufu wako, naye Bwana atasimama pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu hata kuacha. Lakini tukiingia katika nyumba ya Bwana, leo nimeingia sijui fulani hajaingia, leo nimeingia tu hata sijabarikiwa, wewe ndiye shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukianza kuingia mahali ukijikwaza, wewe mwenyewe unaona ya kwamba wewe unaanza kujikosoa, basi jiangalie vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana huenda mtu mmoja akatoka mahali hapa na kesho yuko amkuta amebarikiwa na yuko mbali sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wewe ambaye umezoea, watumishi wa Mungu umezoea ya kwamba pengine mtumishi wa Mungu angelikuwa mahali hapa akuwekelee mkono, pole sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tafuta uso wa Bwana. Tafuta uso wa Bwana. Utasaidika pakubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua nikiwa saizi na imani, hata niende tu kwa magoti yangu niambie ndugu yangu Njoroge niekelee mkono, niombe jambo fulani, litafanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Litafanyika. Maana si nimeenda hapo na imani. Sio nimepeleka mwili, hapana. Nimeenda katika imani. Na nimeambia ndugu yangu sasa nimepiga magoti. Hata niweke nani, litafanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Whether I like it or not, it must happen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tunatembea katika imani. Hatutembei katika mili, hatutembei katika mawazo, tunatembea katika imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kama wewe unajua una imani, kuna changamoto ngapi umepitia kule kazini? Kule tu hiyo environment unafanyia kazi, mimi sijui. Wewe mwenyewe unajua. Kuna pengine siku fulani umeandamwa kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna siku fulani umepigwa vita, lakini bado upo.
Bwana Yesu asifiwe sana. Bado unatembea. Ndio wenye vitambi na wenye wanaamini dunia hii wanatembea, wanaona wako sawa, lakini wewe tayari uko sawa kualiko. Yahitaji wafuate hiyo njia ambayo umefuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila hiyo hakuna kuiona mbingu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tukatubu, tukakiri, tukajua kwamba Yesu ndiye msaada wetu wa karibu. Yesu ndiye hakika msaidizi wetu wa haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana mimi hata uenda ukanisaidia ama nikakusaidia, nitafika mahali nitachoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mahitaji nitachoka. Maana kuna wakati nitakuwa nacho, kuna wakati ndugu yangu Samuel sitakuwa nacho. Lakini nikiita Yesu ashuke, lazima atatenda. Na yeye hachoki. Imagine baba yetu hachoki. Miaka yote, miaka na miaka hachoki na sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sisi hapa tunaishi tu kwa muda. Kwa muda tu tukarejee kwake tukamngoje. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta mtu amechoka na huduma ya Bwana, anafanya vitu ambavyo havifai. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa anaamua yeye ndiye kila kitu katika ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni hatari kubwa mbele zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nashukuru Mungu maana kupitia kwa mtumishi wa Mungu mahali hapa kuna mafundisho mengi tumeyapata. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nashukuru mtumishi wa Mungu, hakuna siku ametuficha jambo lolote. Hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye kama ni mbaya ni mbaya. Kama ni mzuri ni mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Whether upende usipende atakwambia. Na ni vizuri maana mtu kama huyo anatufungua roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa nikisimama ati baba yangu wa kiroho sijui ameniambia sijui nini, sasa nakaa kwa nyumba nitakuwa nafanya nini? Lazima ni humble, lazima ninyenyekee. Nikajua kwamba yeye yuko mbele yangu na yeye anaona mimi huenda mengine siyaoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akinionya lazima nikatege sikio, nikamsikie. Haya mambo anayoyasema, je, ni mazuri kwangu? Bwana Yesu asifiwe sana. Nikatulie nikasikize vizuri. Na hakika yote huwa ni mazuri. Yanayotoka kwa watumishi wa Mungu ni mambo mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukiona yule mtumishi wa Mungu anayesema vitu ambavyo si vizuri, huyo mtu si wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini what I believe, chochote ambacho mtumishi wa Mungu ananenea watu wake ni kizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama vile Mungu anakusudia sisi zote tuinuliwe, tubarikiwe, nawe takia mwenzako ainuliwe, abarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana wengi wetu tuko mahali hapa, lakini nikiona ndugu fulani amefaulu na kitu fulani nasikia vibaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasikia vibaya sana heri tu ningekuwa mimi. Na mimi sijui kama baraka zangu ziko ni kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu anaweza barikiwa na majumba, kuna mtu anaweza barikiwa na fedha, kuna mtu anaweza barikiwa na mashamba. So baraka za Mungu huenda hivyo hivyo. Na anajua kitu gani kilicho moyoni mwako ambacho unahitaji sana. Anajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile unahitaji si mimi kile nahitaji. Na huenda hicho ambacho unahitaji kwangu kitakuja kama nyongeza ama kwako kitakuja kama nyongeza. Bwana Yesu asifiwe sana. But whatever you expect from God, God knows it. Bwana Yesu asifiwe sana. Anajua. Na kwa hivyo baraka zako Mungu anazijua na anaziandaa. Anatembea akijua kwamba kuna siku kukipambazuka hivi, kuna mtumishi wangu mahali lazima kitu fulani kitafanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mradi tu tukatembee katika njia za Bwana. Maana kioo chetu ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Imagine tukitoka ako pamoja nasi, tukirejea ako pamoja nasi. Kule tunakoona kwamba tumejificha tukitenda dhambi, baada anatutazama. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua watu huona kwamba mtu anaweza angalia east west lakini angalie juu. Bwana Yesu asifiwe. Ni vigumu. Ni vigumu ndugu yangu mtu angalie juu akifanya maovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaangalia huku fulani hajamuona lakini hajaangalia muumba wake huku juu anawaza nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana macho yake yanaangalia kila mahali. So ni wakati tukatubu na kuungama kila wakati. Let us keep on praying. Tukaombe. Tuwe waombezi Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Waombezi katika njia za Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Usitarajie tu ya kwamba sasa hapa tuko kwenye ibada. Mimi saa hizi nikiwa na shida tu ndaongea na dada fulani katika maombi ataniombea. Na wewe unafanya nini? Bwana Yesu asifiwe sana. When will you raise up your voice before God? Bwana Yesu asifiwe sana. Ukamuite tu Bwana. Sasa uko katika chumba chako cha sirini, your private room. Hicho chumba huwa unakifanyia nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Hicho chumba ambacho unaweza kaa tu unyamaza, ama wengine pengine umetoka kazi unaenda unalala. Bwana Yesu asifiwe sana. What do you think about your God? Unawaza nini kumhusu Mungu wako ama muumba wako? Ya kwamba kumetulia, watoto hawasumbui. Kama kuna watoto pengine wamelala, what do you do? Bwana Yesu asifiwe sana. Maana mimi upenda mara mingi naweza kaa kwa kiti hata ninyamaze tu na nitulie. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukijizoesha wewe ukiwa mtumishi wa Mungu kulala mapema si vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine wetu tunaona ni vizuri kulala mapema na si vizuri hata kidogo. Tujifunze.
tuseme tu masaa ya mwisho, kama umechoka sana, lala saa 5. Bwana Yesu asifiwe sana. Omba Mungu naye atakusikia. Na kabla ulale mwite Mungu, maana wakati huo kumetulia. Hizo kelele zote za mchana zenye tunasikia barabara nini, huwa kumetulia. Unaweza raise sauti yako kwa Mungu na akusikie. Bwana Yesu asifiwe sana. Connection yako na Mungu huwa iko very clear. Haina masumbuko yoyote. Lakini kuna wakati mwingine unaweza taka kuomba, unasikia mtoto anakusumbua sijui nini. Sasa hakutakuwa na connection nzuri na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna masaa ambayo unaweza chukua tu dakika zako 5 ama 10. Itakuwa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ongea na Mungu wako. Fanya yawe ni mazoea. Ongea na Mungu. Mwambie kwamba baba yangu, leo niko mahali hapa, kuna jambo fulani nahitaji kutoka kwako. Mungu atafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapa kuna kila mmoja ana siri yake ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa kila mmoja ana siri, lakini siri yetu iwe ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika hiyo ratiba yako ya maombi, jua ni wakati gani ambapo sasa unaona ya kwamba kila kitu kimetulia. Utamuita Mungu saa ngapi ili akasikize sauti na kilio chako? Maana tayari alijua lile ambalo unataka, lakini anahitaji your response. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaitika namna gani mbele zake? Utamuita namna gani ili akaweze kuisikia sauti yako? And that's why tunaambiwa kwamba Mungu yuko kila mahali. Anaweza kuwa kwa nyumba yako na wewe unamwacha tu unafanya mambo yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaweza kuwa kwa mlango wako, lakini yule aliye mahali pale kwa nyumba yako si yule ambaye anatarajiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa Mungu akiingia anaona hapa sitakaa, anatoka. Kesho yake unaamka na magonjwa. Kesho yake unaamka na vita. Kesho yake unaamka na kila kitu chochote ambacho si cha kiungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tukatafakari huyu Mungu kila wakati. Tukatengeneze ratiba yetu ya kuweza kumuita baba yetu wa mbinguni. Tukamuita Bwana wa mabwana, naye atasimama pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili tukimuita, hakika najua lazima mazuri yatatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema kwamba macho 16, acha namalizia 16, macho yako yaliniona kabla sijakamilika. Chuoni mwako ziliandikwa zote pia, siku zilizoamriwa kabla hazijawaja bado. Bwana Yesu asifiwe sana. Macho ya Mungu yalituona kabla na hata hatujakamilika. Si ati sisi tulitoka tu huko nje tukaanguka hapa sasa sisi ni wazuri, hapana. Kila mtu alitoka mahali ambapo si pazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu akikusimulia historia yake mahali hapa ina uzito wake. Historia yake ina mambo tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ukiwaza mahali ulitoka ama nikiwaza mahali nilitoka, hata naweza ambia Mungu tu ni asante kila wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana historia maisha yangu mimi sasa personally hata sijui, maana nikiwa katika darasa nilikuwa naona kukufa, hata mimi nisingekuwa leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kitu kilikuja, naye Mungu ni mwaminifu ndugu yangu. Mungu anaweza kuonyesha kitu in the spiritual world kiche kifanyike na bado anakutetea. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kuna wakati nikiwa class 8 nimelala usingizi. Sasa nimetoka shule, nimefanya revision zangu hapo kidogo, nimeenda kulala. Katika usingizi, natoa tu ushuhuda maana namalizia. Katika usingizi nikawa katika usingizi kitu saa 6 saa 7 hapo. Katika usingizi ni mwangu nikasikia kitu kama radi kimekuja na kimenipiga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kilinipiga na nikaanguka nikapoteza fahamu na nikiwa kwenye usingizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikiwa nimelala hata sijielewi. So nikiwa katika usingizi bado najiona nimepoteza fahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. So kurejesha fahamu na bado niko ndani ya usingizi, nimebeba na wale wanafunzi ambao tuliokuwa tunasoma nao, wameniketisha chini ya tunaita nini? Ya ubao wa kuwekeshwa kwa ukuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeketishwa pale. Hapo ndipo sasa nikaanza kusikia ufahamu wangu sasa umerudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa nilipoamka kwenye usingizi, nilikuwa nasikia moyo wangu unadunda katika njia ya upole sana. Kama sekunde kama 3 hivi unatulia, unanyamaza hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukinyamaza hivyo nasikia damu inanikimbia sawa sawa kwa mwili. Nasikia sasa jasho ndio ile linatoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo nikajua katika ulimwengu huu tuliomo kuna wachawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo yule anaisha akasema kwamba hakuna wachawi na hakuna, huyo mtu hamjui Mungu ni nani. Maana hata tangu katika maandiko pana wachawi, palikuwepo na wachawi na uchawi upo. Bwana Yesu asifiwe sana. So kukuja kesho yake nikaelekea shuleni kama wiki moja hivi.
Wiki la pili ugonjwa ukaja. Si kuamka tena. Sasa ni kulala chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Singelala na mgongo kama vile naweza lala hivi nisikie vizuri. Hapa nilikuwa nasikia moyo wangu utaanguka ndani na niishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nikaona this is a serious issue, na ikabidi sasa nipigie wazazi wangu nao wapigie ndugu yangu ambaye ni Pastor Wanjala simu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilibidi akuje nyumbani. Alikuwa ametoka nyumbani na akarudi. Akanichukua hospitalini. Hospitalini nayo hakuna mabadiliko. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mimi sina amani, nikiachwa hivi kwa nyumba kama hii nimelala, nasikia uoga ambao sijawahi usikia tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe unaweza sukumiwa vitu vikakuweka katika hali ya uoga. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona ya kwamba kitu fulani kinatokea, iwapo hujamjua Mungu, kuna hatari mbele yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana mimi niliyaona, na wakati huo niliishi na nikaja nikamjua Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kama singemjua mimi hata huenda singekuwa sasa, ingekuwa ni historia. Bwana Yesu asifiwe sana. Historia yangu ingeenda izame na ishe hivi. Kwa hivyo unapoona watumishi wa Mungu wanasimama mahali hapa, kila mmoja ana ushuhuda wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Si jambo la kawaida. Maana dunia hii tunaishi wengi, na wengi hawataki wengine mazuri, lakini wewe mtakie mwenzako mazuri. Kama vile ulivyo mtumishi wa Bwana, wewe kama vile ulivyo mteule wa Bwana, mtakie mwenzako mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye Mungu hatakuacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika njia za Bwana Mungu hakika atatembea pamoja nasi, atatuinua na atatuongoza, atatushindia katika hatua zetu zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo mtegemee Bwana, mtegemee Yesu katika kila jambo. Mtegemee Bwana, naye atakushindia katika mambo yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Na utakuwa na mambo mazuri katika ulimwengu wa roho, hata katika maisha tunayoyaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana nikimalizia kitabu kinaendelea hapo chini ikisema kwamba sisi ni viumbe vya ajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na vya kuogofya. Bwana Yesu asifiwe sana. We are fearfully and wonderfully made before the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbona tukae kana kwamba hatujielewi? Bwana Yesu asifiwe sana. Mbona tukae tukiwa na wasiwasi? Mbona tukae katika mambo ambayo si ya kiungu? Mbona tukae katika mambo ya kutufarakanisha na Mungu? Tuache hayo, tusimame katika njia za Bwana, naye Bwana atatubariki, atafungua njia zetu, atatuelekeza katika wokovu wake, na tukimwita atasikia katika jina la Yesu Kristo. Tusimame kwa miguu yetu katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo katika tu hali ya kusimama